Hello wadau wetu wa KingoFarm, karibuni sana kwenye channel yetu. Sasa leo nitaangazia kwenye kipengele cha mafua ambayo huwa wanapata vifaranga. Wale vifaranga wadogo wanaweza kuwa shotara, broiler, kienyeji, kifaranga yoyote yule. Kwa wale ambao tunafuga sana saso na broiler, huwa wanawahi sana kupata mafua, huwa wanapata mafua pale mwanzoni. Sasa ilivyo kwa vifaranga, huwa tutumii dawa kali kuwatibia. Kwa mfano wa vifaranga ambao wana siku 0 mpaka siku 14, unapokuwa unatumia madawa inabidi uwe makini sana, usitumie madawa makali, kwa sababu madawa makali vifaranga mara nyingi waga wanakuwa wanashindwa kuyapokea. Labda kama kuku wako walishawahi kuumwa ukatumia madawa makali, lazima kuna changamoto ulikutana nazo. Sana waga vinakuwa vifo vya ghafla. Ukimpasua ndani unakuta ini lile limekuwa kubwa, au nyongo ile imekuwa kubwa mpaka imepasuka. Huwa inasababishwa mara nyingi na matumizi yale madawa makali kwa vifaranga wadogo. Kwa hiyo sisi KingoFarm hiyo changamoto tumekuwa tukigundua, tumekuwa tukibaini mara kwa mara pindi ambapo huwa tunaita vifaranga, na pia huwa tunapata update kwa wafugaji wengine. Sasa leo nitakupa mchanganyo wa asili ambao unaweza ukautumia kuwatibia mafua vifaranga wako na usiwe na athari yoyote ile. Vifaranga wako wakaendelea vizuri kabisa. Huu mchanganyo ni simple sana. Vifaranga wenye siku 0 mpaka siku 14 kama wana mafua, unaweza ukawapa na wakaendelea vizuri kabisa, wasikuletee changamoto ya aina yoyote ile, tofauti na ukitumia madawa makali. Mchanganyo huu jamani, huwa tunatumia asali. Asali ni hii asali mbichi ambayo huwa inatumika hata kwa binadamu. Huwa tunachukua asali, tunaiongezea kitunguu saumu na tangawizi. Ila hii asali huwa tunaweka kwenye maji ya uvuguvugu. Hatuweki kwenye maji ya baridi, yanakuwa yana uvuguvugu, ndio huwa tunaweka hii asali, tunaweka na hicho kitunguu saumu na tangawizi. Tuna blend vizuri kabisa huu mchanganyo, tunawapa vifaranga kwa siku 3 mpaka 5. Utawapa zile siku 3 za mwanzo, huku ukiendelea kunotice wanaendeleaje, mabadiliko yao yanaendeleaje. Kama wewe ni miongoni mwa watu ambao umeshawahi fuga sana vifaranga au kuku, nadhani utakuwa unauelewa ugonjwa wa mafua. Ugonjwa wa mafua sio rahisi kuutibia. Na ndio maana huwa tunatibia kwa tiba nyingi sana. Huwa tunatibia kwa michanganyo mingi. Sio tu mchanganyo mmoja ambao utakusaidia kutibu mafua, hapana. Kuna mchanganyo huu unaweza ukauandaa ukawapa vifaranga wakapona kabisa ndani ya siku 2 tu wakawa wamepona kabisa. Lakini kuna mchanganyo mwingine unaweza ukawapa vifaranga na wasipone, au kuku aina yoyote ile ukawapa na wasipone. Ndio maana kwenye mafua hapa huwa tunaanza na mchanganyo wa kwanza, tunawapa kwa siku 5, ila ikifika ile siku ya 3 huwa tuna notice maendeleo yanaendeleaje. Yani tunawapa siku ya kwanza, ya pili, ya 3. Pale kwenye siku ya 3 tunaangalia maendeleo yanaendeleaje. Je, kuna mabadiliko? Kama walikuwa wakipiga chafya wamepunguza, labda kama walikuwa wakitoa machozi wamepunguza. Kwa hiyo tunakuwa tunaangalia vitu kama hivyo. Ikifika ile siku ya 3 vifaranga wako au kuku wako kama wanaendelea vizuri kabisa, kama ulikuwa unawatibia mafua, basi huwa tunaweza tukaongezea na 5 ili kuwafanya wawe imara sana. Kwa sababu kwenye swala la mafua lilivyo, unakuta labda banda lako labda lina kuku 100. Katika hao kuku 100 ukawatibia mafua kwa zile siku 3, maybe 80% ya kuku wakawa wamepona, ila kwa kuna 20% ambazo bado hawajapona vizuri. Wale wana uwezo tunao kuyarudisha yale mafua kwa hao ambao walishapona. Ndio maana usipokuwa makini kwenye kutibia mafua, utakuwa unakuta kama wamepona, baada ya siku 2 banda zima tena wana mafua. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo huwa vinakuepo, kwa sababu haya mafua yanaambukizwa rahisi sana kwa njia ya hewa na kwenye maji ambayo wanakuwa wanakunywa. Kwa hiyo ndio maana hii siku ya 3 tunaangalia wameendeleaje. Hata kama wamepona, tunaona kabisa, ukiongea banda tunakuta kabisa usikii chafya, tunaongeza siku 2, tunawatibia tena, inaenda siku 5. Hizi siku 5 ili kujiridhisha kila kifaranga au kila kuku ambaye umemtibia mafua awe amepona kabisa. Kwa hiyo hapa huwa tunakuwa tuna michanganyo ya aina tofauti. Ikitokea imefika siku ya 3 mabadiliko hayapo au yapo kidogo sana, tunastopisha ile dawa, tunatengeneza tiba nyingine, mchanganyo mwingine. Michanganyo jamani ya mafua ni mingi. Leo nimekutajia wa vifaranga wadogo ambao wao hauwezi kuwapa yale majani ambayo yanakuwa ni makali, yani yale ambayo yana concentration kubwa sana. Kwa vifaranga wadogo huwa tunaanza na hizi tiba ndogo, na mara nyingi kwa vifaranga hao wadogo ukianza na huu mchanganyo huwa wanaendelea vizuri kabisa. Kama ni vifaranga wa siku 0 mpaka 14, ukianzaga na hii tiba huwa wanaenda vizuri kabisa. Na kama ikitokea imefika siku ya 3 hauoni mabadiliko au mabadiliko ni madogo sana, tunakushauri uongeze pilipili na aloe vera. Nadhani ukiongeza hivi vitu viwili, kuku wako watakaa sawa kabisa.
Ingekuwa ni kuku wakubwa, kuna majani ambayo waga tunayaongeza, tunashauri. Ukishatumia imefika siku ya 3 na mabadiliko, basi huwa tunashauri labda ongeza majani ya mbaazi, ongeza majani ya mpera, tunaangalia na hali ya wale kuku wanaonyesha mabadiliko ya aina gani. Lakini pia huwa tunaangalia banda ambalo unawafugia. Wakati mwingine unaweza ukawa unatibia mafua kuku hawaponi, kumbe changamoto ipo kwenye banda. Haliingizi hewa ya kutosha au banda linatoa harufu kali. Hapo kwa kweli huwa inakuwa ni ngumu sana kuwatibia. Kwa hiyo kwenye kipengele cha mafua, ndugu zangu, tunatakiwa ni vitu kama hivyo. Hivi vitabu ni 10,010 tu. Ukilipia tunakutumia hapo soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Tuna vitabu vingine pia vyenye miongozo ya ufugaji ambao vitakusaidia wewe mfugaji kufuga kwa gharama nafuu kabisa. Lengo letu KingoFarm ni kumfanya kila mtu afuge vizuri kabisa, lakini pia atumie gharama ndogo, asitumie gharama kubwa. Hilo ndio lengo letu. Tumetengeneza formula za chakula ambazo hazina gharama kubwa, zipo kwenye vitabu kama kitabu cha safari ya ufugaji, kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, kitabu cha ufugaji wa broiler, ili kuhakikisha kila mtu anafuga vizuri kabisa na anapata matokeo chanya. Sasa hivi vitabu vyote, kila kitabu ni shilingi 10,010. Ukilipia tunakutumia hapo. Soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp, na pia tuna lile kundi la WhatsApp ambalo ada yake ni shilingi 8,000 kwa muda wa miezi 2. Ukijiunga na hili kundi, ukihitaji ushauri kuhusiana na ufugaji utapewa. Ukiamka asubuhi au muda wowote ukaona kuku wako ameonyesha hali ya tofauti, ukiuliza pale tunakujibu na tunakuelekeza vizuri kabisa. Unatibia kuku wako hawaponi, tutakupa ufafanuzi, fanya kitu fulani na fulani, ili tuhakikishe tu kuku wako wanaendelea vizuri au wamepona kabisa. Kujiunga na hili kundi, ada ni 8,000 tu kwa muda wa miezi 2. Hautoijutia 8,000 yako kwa huo muda wa miezi 2. Ukiingia kwenye hili kundi utapata kitu kikubwa sana. Utaelekezwa makampuni gani ambayo yana vifaranga wazuri, sifa za vifaranga wa kila kampuni, ili uweze kufanya maamuzi au uchague vifaranga gani utawafuga. Lakini pia utaelekezwa vyakula ambavyo vinafanya vizuri kwa kuku vinatoka kwenye makampuni gani. Sasa ndugu zangu, nimesahau kitu kimoja, ni kwamba KingoFarm tunauza incubator nzuri na za kisasa. Incubator zetu jamani ni hardboard. Yote haya tunayafanya kwa ajili ya kuwafanya wadau mbalimbali waendelee kufuga. Tuna incubator ambazo zinatotolesha kwa zaidi ya 90%, ni za chuma jamani, ni hardboard full automatic. Bei yake ni affordable, mtu yoyote anaweza kununua akiwa na nia ya kununua incubator, kwa sababu ukilinganisha bei na ufanisi wa incubator ni vitu viwili tofauti. Bei jamani iko chini ukilinganisha na ufanisi wa incubator. Tunatotolesha kwa zaidi ya 90%. Kama umeshateseka na incubator za Mchina, kimbia tutafute KingoFarm tukutengenezee incubator. Tunatengeneza kwa order, unaweka order, unatengenezewa, unasafirishiwa popote ulipo, mikoani, ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Asanteni sana. Kama mnahitaji huduma zetu, chukua namba kwenye video na utupigie au tutumie ujumbe.